Mathayo 15 mstari wa 19. Msomaji wangu utakuwa haraka. Sikia vile neno la Mungu linasema. Sikia. Mathayo 15:19. Kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya, uwaji, usinzi, uasherati, wivu, ushuhuda wa uongo, na matukano. Hayo ndio yanayotia mtu najisi. Lakini kula kabla haja na mikono hakumtii mtu najisi. Kwa hivyo mtu anaharibika na wapi? Kutoka ndani ya nini? Ya mawazo. Hamjambo rafiki? Mko hapa? Hebu niona kule nyuma. Mko hapa? Unapoona matokeo nje, shida sio hapa nje. Ni wapi? Ni ndani yake. Hapo ndio kuna shida. Kwa hivyo haya mengine tunapoona hapa nje ayananga shida kwetu, lakini kile ambacho kinatuweka tunaanza kuwa na tatuishi kidogo ni yale ambayo sasa matendo ambayo mtu anapoanza, mtu unaposukia mtu ameua mtu mwingine. Si kwamba alianza na hapa nje, labda alianza na ndani, kwamba nataka kuua mtu huyu, ndiposa inue kisu aende kumdunga. Hakudunga na nje, alianza na ndani. Mtu anapoingia katika hali ya usherati, si kwamba alifika leo hivi na akasema nataka kufanya usherati kwa barabara. Haya ni mambo ambayo yanakuwa ndani. Mtu anaanza yakiwa ndani. Kwa hivyo anapotoka nje ni kile ambacho amekuwa akifikiria, na hicho ndicho kinatia mtu najisi, kwa sababu si kile ambacho labda sio kula bila kunawa. Mwingine naye akaandika, hiyo ni njia natafuta kupitia nielekee mahali ninaenda. Isaya 57:20. Isaya 57:20 inasema nini? Isaya 57:20 kumcha Mungu na kumtukuza inasema hivi. Inasema 57:20. Bali wabaya wanafanana na bahari iliyochafuka. Maana haiwezi kutulia. Na maji yake hutoa tope na takataka. Na nini? Na takataka. Rudia sehemu ya kwanza. Watu wabaya, bali wabaya wanafanana na bahari iliyochafuka. Wanafanana na bahari ambayo imechafuka na inarusha maji hapa na pale, na hakuna kitu ambacho utaweza simamisha nacho hiyo bahari iweze kufanya nini? Kutulia, kwa sababu hauna uwezo. Hakuna vile ambavyo utasimamisha bahari ikianza kuruka pale na pale. Hauna uwezo huo. Ambaye ana uwezo wa kutuliza bahari hiyo ni nani? Ni Yesu Kristo. Kwa hivyo watu wabaya wakiwa na yale mabaya machafu, kuna vile wanayarusha na hawawezi wakatulia. Kwa sababu hiyo nilikuwa ninapita katika sehemu hiyo tukielekea. Nataka niseme kwamba ni majukumu yetu kama Wakristo ama binadamu wala ambao tumemcha Mungu, ni majukumu yetu ya kumtukuza yeye na kumuinua. Ametupatia nafasi hiyo. Wasabato wala ambao tumeokolewa, tunaokuja kanisani kila Sabato na makambi kila mwaka, ni majukumu yetu ya kumtukuza Mungu. Kutoka kwa mawazo tuweze kumtukuza Bwana, kwa matendo tumtukuze Bwana, kwa kuongea tuweze kumtukuza Bwana. Mungu anahitaji tuweze kumuinua na kumtukuza. Katika kitabu cha Mhubiri 12 mstari wa 13. Mhubiri 12 mstari wa 13. Ecclesiastes chapter 12 verse 13 inasemaje? Ni majukumu yetu, iko mbele ya Proverbs, Methali mbele yake. Mhubiri 12 mstari wa 13. Biblia inasema 12:13. Mhubiri na Mungu inasema hivi. Hii ndio jumla ya maneno. Hii ndio jumla ya maneno. Yote yamekwisha sikiwa. Yote yamekwisha sikiwa. Mche Mungu.
nawe uzishike amri zake, maana kwa ujumla ndio impasayo. Nani yako na Kiingereza? Kiswahili nacho kimepotea. Inasema after all this, there is only one thing to say. Kuna kitu kimoja tu kimebakia. Have reverence for God and obey his commands. Because this is all the human beings were created for. Kwa hivyo kile ambacho kilifanya tuweze kuumbwa na kile ambacho Mungu anahitaji ni kwamba tuweze kumtukuza na kumuinua. Kwa hivyo ni majukumu yetu kama wa binadamu kumtukuza Mungu. Tusije tukaanza kutukuza vitu vingine ama mambo mengine. Sefania 3:17 nasemaje? Wakisaidiana na huyo aliyeandika kitabu Sefania chapter 3 verse 17. Sefania chapter 3 verse 17. Ninashukuru kwa sababu ya watoto. Inasemaje? Chapter 3 verse 17. Sefania 2. 2 verse 17. 3 ama 2. 3:17. 3:17 inasema Bwana Mungu wako yu katikati yako, shujaa awezaye kuokoa. Afanya nini? Awezaye kuokoa. Atakushangilia kwa furaha. Atakutuliza katika upendo wake. Atakufurahia kwa kuimba. Kwa hivyo hii ndio sababu inayotufanya tuweze kumtukuza Mungu, kwa sababu yeye ako tayari kukupatia furaha ya moyo wako, ako tayari kukutendea yaliyo mema katika maisha yako. Kwa hivyo wewe unastahili kumtukuza. Fungu la sehemu ya mwisho katika sehemu hiyo, Psalms 85 verse 9. Psalms 85 verse 9. Katika sehemu hiyo yoposa tuende mambo ambayo niko nayo 10, baadaye niwaombee muende nyumbani. Inasema 85:9. 85:9 Saburi nasema hakika wokovu wake u karibu na wamchao. Utukufu ukae katika nchi yetu. Kiingereza Psalms 85 verse 9. Verse 9 nasema you rule over the powerful sea. Ni hiyo kweli? Okay, sasa kile ambacho kiko hapo ni kwamba Mungu anahitaji kwamba tuweze kumtukuza na kumuinua, kwa sababu kuna yale ambayo anatutendea. Kwa sababu hiyo, the fear of God linatuongoza nini? Ama kuna yale ambayo yanafanyika unapo mtukuza Mungu ama unapo muinua Mungu. Number 1, sehemu ya kwanza, wanasema kwamba inasaidia imani yako kukua na imani ya watu wengine. Mtu anapomtukuza Mungu, kama kuna mtu ako kanisani na ako katika hali ya kumcha Mungu na kumtukuza Mungu, inasaidia imani yako kukua na imani ya watu wengine. Ukiwa sawa katika hali ya kiroho, basi kuna uwezekano na watu wengine wanaokuwa karibu nawe waweze kuwa kiroho. Kwa hivyo kama umtukuzi Mungu ama umchi Mungu na kumuinua, ni kumaanisha kwamba utakufa kiroho. Wewe mwenyewe utakuwa umekufa kiroho, na wale wote ambao watakuwa karibu nawe na wao watakufa kiroho. Kwa hivyo msemo tunaosema kwamba tutaenda na injili ya milele haitakuwa na maana, kwa sababu wewe mwenyewe umekufa kiroho na wale wengine wanaokaa karibu nawe wamekufa kiroho. Sasa hapa ndio kuna shida. Ndio maana watu wanashindwa kupeleka ujumbe wa milele, kwa sababu wao wenyewe wamekufa katika hali ya kiroho. Waebrania 2 mstari wa 3 ndio inasema mambo hayo.
Waebrania 2 mstari wa 3 kwamba Biblia, ukiwa wewe mwenyewe unampenda Mungu na kumtukuza, kuna vile unajisikia kwamba hakika uko hai, na wewe na familia yako na kanisa lako kuna vile mko sawa kiroho. Biblia inasema Waebrania 2 mstari ni wa 3 inasema sisi je tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii ambao kwanza ulinenwa na Bwana, kisha ukadhibitika kwetu na wale waliosikia. Waebrania 2:12. Philippians chapter 2 verse 12. Inasemaje? Nimeona hapa watoto wanang'ang'ana kuandika. Filipi 2:12. Filipi 2:12 nasema hivi. Inasema basi wapendwa wangu kama vile mulivyotii siku zote, si wakati mimi nilikuwapo tu, bali sasa zaidi sana mimi nisipokuwapo, timizeni wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka. Kwa hivyo kama kuna kitu ambacho Mkristo ama mwana ama binti wa Mungu anastahili kufanya, ni kutimiza wokovu wake kwa uoga. Si kitu ambacho unafanya vile ambavyo unavyotaka. Uweze kuwa na hiyo heshima na uweze kumwogopa Mungu, kwa sababu imani si kitu cha kutesea tu hivyo. Nasema kwamba kumcha Bwana kinakusaidia kuelewa injili ya ukweli na ujumbe wa uongo. Ukiwa wewe mwenyewe unamcha Bwana, kuna vile utaelewa hakika injili hii ni ya ukweli na hii ni ya uongo. Utaweza kutenganisha kilicho kibaya na kilicho kizuri. Kwa hivyo hautakuwa ukiwa na tatwisi, ukiwa na sumbuko la kusumbuka nitafanyaje. Sikia sasa, hebu niulize swali hili. Tuseme ukweli, kama tumeokoka, sisi tumeokoka zote. Si watu, kuna watu manabii hapa Kenya. Kuna manabii Kenya ambao wanaingia kwa TV wanasema, iliona mwalimu wa afya akisema kwamba unaambiwa gusa TV. Na kweli unagusa, si hivyo? Si ukiwa na shida kwani si utafanya? Si hata mimi siku moja niligusa TV kabla sijajua, niligusa. Nikiambiwa gusa wapi, nikagusa TV. Hebu nikuulize, kuna watu wanasema wana uwezo wa kuponya viwete na wako Kenya hii. Mimi sitaki kutaja majina ya watu. Hebu nikuulize, kuna viwete kweli hakika vimepona? Tuseme kuna viwete vimepona. Sichakataa kwamba hakuna miujiza. Miujiza nayo iko na inafanyika. Lakini unapoifanya kana kwamba ni kitu ambacho unaenda nacho ili uweze kufaulu katika mambo yako, hapa ndio naanza kuwa kinyume na mpango wa nani? Wa Mungu. Ni wakina wangapi viwete ambavyo tuko navyo Nairobi wanasumbuka, wanahitaji tuwasaidie? Mbona wasikusanywe wote wapelekwe kwa hiyo jamaa awaponye? Mbona tuweze? Kwa sababu Yesu alipokuwa anaponya viwete, walipelekwa kwake wakapona wote, waliweza kupona. Kwa sababu tunaona hata imani nyingine watu wakasema hapana, watu wamejaa kanisani sana, uende ikawa Yesu akitoka hatutamfikia. Wakapiga hesabu ya haraka, wakaingia wapi? Wapaa juu, wakatoa mabati. Hata waulizi yule jamaa wanasimamia building hiyo kanisa, hawakumuuliza mzee, tutoe hii mabati. Shida yao si mabati, ni nani? Ni mgonjwa ambao wanataka kumweka kwa nani? Kwa Yesu. Kwa sababu wengi waliletwa ili Yesu aweze kuwaponya. Baada ya yule jamaa kufikishwa pale, Yesu akaangalia, akaona imani yao ni kubwa, akaponya yule kiwete. Akafanya nini? Akaenda. Nataka nikuulize, ukiwa na katika hali ya kumtukuza Mungu, utaelewa mambo ya uongo na mambo ya ukweli unapoyaona, uyapoyasikia. Lakini kwa sababu wewe mwenyewe
hiyo hali ya kumtukuza Mungu haiko katika maisha yako. Sasa ni rahisi kupokea chochote kinachokuja katika maisha yako. Hata unapoambiwa ni kibaya, uweni kana kwamba ni kibaya, kwa sababu moyo wako mwenyewe haujakubaliana na hayo. Sasa unakifanya kwa sababu wewe hujui. Nasema kwamba kumcha Bwana inasaidia mtu kuwa na hekima. Kumcha Bwana na kumtukuza inasaidia mtu kuwa na nini? Kuwa na hekima, wisdom. Unakuwa nayo. Katika kitabu cha Yohana wa kwanza 4 mstari wa kwanza. Mwingine aweze kunifungulia Methali 9 mstari wa 10. Yohana wa kwanza 4 mstari wa kwanza inasemaje? 4 mstari wa kwanza Biblia inasema wapenzi msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho, kama zimetokana na Mungu, kama zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Wapendwa, mnaposikia kuna watumishi ambao wametokea wana injili, mnaambiwa basi kila mtu chukua handkerchief, gusa hii. Unakimbilia kugusa handkerchief kule mbele. Mimi sitasema kwamba si kwamba niko na wivu, lakini Biblia inasema kuna vitu zingine siku hizi zinafanywa mpaka unaona hata mwenye anaenda pale, hata darasa la kwanza hakuenda. Mbona asielewe mambo haya? Mbona haelewi hizi vitu ni za uongo? Mama, sina mtoto, utapata mtoto. Naambiwa lala chini ni kukanyaga tumbo. Mwanaume mzima anakanyaga tumbo ya mwanamke. Sasa hiyo ni mbaraka. Mibaraka inatolewa na miguu. Kwani usi common sense? Atilala chini nifanye nini? Nikanyaga wapi? Tumbo. Kuna vitu ambavyo zinafanywa siku za leo. Sijakataa. Wewe kama mtu anajaribu kufanya sarakasi, ndiposa watu waweze kuelewa. Na hakika hata waumini wameacha imani ambayo wamepewa na Mungu, kwa sababu hawana njia ya kumtukuza Mungu na wamtambui Mungu kwamba ni nani. Ndio maana watu wanahangaika hapa na pale, kwa sababu wanahitaji waweze kuona miujiza mingine na ile ambayo Mungu amewatendea. Kwa hivyo naambia kwamba chunguza kila roho uweze kuelewa, je, roho hii ni ya kweli ambaye ninayefuata? Usije ukafuata. Najua amjambo kanisa. Si kuna watu wanatokelezea na maombi, wanasema kwamba sisi ni wa kuomba, tumepewa kipawa cha kufanya nini, na wanafungua kaduka, wanaweka hapo kwa hiyo kaduka nabii. Simeisiona watu wakiwa hivyo. Na ukienda huko sehemu za Kawangwale ndio wako wengi. Kawangwale ndio wako wengi. Unakuta watu wanaenda pale, wanaenda kufanya nini? Najua shetani naye ni nani. Usicheze na hiyo jamaa. Kumbuka huyo jamaa alikuwa siku moja mbinguni. Hii jamaa tunaitanga shetani hii. Kwanza wewe unaongea mbinguni jawahi ona. Yeye alikuwa huko. Halo. Hii jamaa huyu Mungu tunamhubiri sisi Nyandigi hatujamuona. Lakini hii jamaa alikuwa anamuona hivi. Halo. Kwani atashindwa? Sasa siku hizi ile uganga ya uchawi iko siku hizi. Uganga imebadilika, imetoka analog, siku hizi iko digital. Sasa nani atakubali kwenda hiyo uchawi ya uchawi wa uganga ya huko Nigeria? Nani atasema hizo vitu? Watu siku hizi wameerebuka. Sasa anaibadilisha, badala ya kuwa waganga anaibadilisha inakuwa maombi. Ukiingia pale unakuta umewekewa Biblia hivi. Umewekewa Biblia hivi. Na kweli unaona ni Biblia. Sio hivyo? Huyu na amevaa nguo nyeupe. Sasa kutoka juu mpaka wapi? Si unaona sasa umefika karibu na mtu mzuri. Kwa sababu amevaa nguo ambayo iko namna gani? Nyeupe. Siku moja nikifanya visitation kule Nyamira, nikihubiri, nikakuta kuna watu wanapanga nguo refu, wanakuanga na hii kanisa hii inaitwa Maria. Haikuangi sana sehemu sisi, na kuanga sehemu za Kisumu huko na sehemu zingine huko Nyanza, hiyo ndio inakuwa. Na wanapanga nywele, hiyo sijui ni kama ni nywele, wanakuanga na kitu wanachaza kwa kichwa. Hiyo sio kama mmeiona watu kitu naeleza. Mnaelewa kitu naeleza? Hiyo nywele yangu na watu imefunikwa na imekaa kitu mrefu kama mtu kwa kichwa.
Sasa nikakuta mama mmoja anayefanya maombi, anayeombea watu, na hiyo ndio kazi yake. Sasa nikasema kwa sababu huyu anaomba na mimi kazi, kwa hivyo mimi na yeye tunafanya kazi moja. Waje nitembelee my colleague Bila ambao tunafanya kazi, ndio akiomba pale na mimi nipatie wengine nikiombea pande hii. Tunaona niko sawa? Na niko crusade. Tulipofika ameweka pages hapo nje. Watu wanakaa, wanasonga songa kama hospitali. Nienda hospitali. Mnasonga songa hivyo wakisonga kama hospitali. Sasa unasikia mwingine, basi wewe unaenda. Wewe unajua anatoka ameombewa amemaliza na wewe unasonga. Na sisi tukakaa hapo tukiwa na elder. Nikasema hapana, hata huyu anataka Yesu. Tunataka na yeye tuweze kumhubiria, tuweze kuomba na yeye. Baada ya siku mbili ama dakika 3 hivi 4, mama akatokea. Anatuuliza mnafanya nini hapa? Imagine hatujamwambia sisi ni akina nani. Kwa sababu tumefunga tai, tuko na Biblia. Tukamwambia mama sisi tumekuja maombi. Si wataki. Enda. Tukamuuliza ni nini mbaya? Alikataa. Na kwa sababu alikataa tukafanya nini? Sasa hiyo kweli ni maombi basi kama ni hivyo. Ni maombi iko hapo ndani. Maombi yako hapo ndani. Kile ambacho nataka kusema Biblia inasema ukiwa unamcha Mungu kwa kweli na hakika, Roho wa Mungu atakusaidia kuelewa kilicho kibaya na kilicho kizuri. Kwa sababu shetani amemwaga uchafu wake duniani. Na uchafu huu ni rahisi sana kuchukua hata waumini wale ambao wamepandwa katika neno la Bwana. Ni rahisi sana kutoka. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu kuna wale watasimama katika imani hadi mwisho, kwa sababu wataelewa kilicho kibaya na kilicho kizuri. Bwana asifiwe. Sikia. Unajua Biblia inasema ukimjua Mungu kuna vile unakuwa na hekima. Wisdom. Kuna ile hekima inatokanga mbinguni. Nimerudia nikisema kwamba mimi nimekuja kusema hivi, msije mkanichukulia vibaya. Msinichukulie vibaya, siniseme hii. Nimekuja kugundua mtu akiwa na pesa nyingi, pesa nyingi bila Yesu, elimu nyingi bila Yesu. Nini nisema itasema? Ile ingine mnasubiria ya maana. Nini? Mali ndio pesa. Inategemea na Kiswahili. Mali ndio nini? Ndio pesa. Bila nani? Weka mbele jibu yake ni ujinga. Hebu ona mahali ambapo watu wamesoma sana, wanaitwa kwa majina makubwa, lakini hawana Yesu ndani yao. Uweze kuangalia familia hiyo na poma hiyo. Ona mahali ambapo watu wako wana pesa nyingi sana, mpaka wanaheshimika kote duniani, bila Yesu ndani yao. Hawana ile hekima ya mbinguni. Unaona ni wajinga wa mwisho. Ni heri, sijasema kwamba watu ambao wanamcha Mungu si matajiri. Kuna matajiri ambao wanamcha Mungu, wana hekima ya mbinguni na wana pesa nyingi duniani. Kuna matajiri ambao wamesoma, wana elimu nyingi ya dunia, na ndani yao kuna Yesu. Bado wanaendelea katika safari. Lakini kuna wale ambao hawamtambui Mungu katika maisha yao. Unapoanza sasa kuwachunguza, unaona kwamba ni wadogo sana katika ufalme wa mbinguni. Hawaelewi. Nini nasema hii? Nataka kuweka hii ndio msikie. Unakuta mzee wa kanisa alifika darasa la 2. Si niseme hiyo? Na shule ikapotea. Si shule inapoteanga? Tuseme usinapoteanga. Baada ya kufika miaka 25 akaokoka. Bwana asifiwe. Na akaingia kanisani. Bwana asifiwe. Na ile harakati ya kukaa kanisani akachaguliwa kuwa mzee wa kanisa. Kwa hivyo tunasema kwamba wazee wa kanisa hawakusoma. Kuna wengine wamesoma sana. Tuna doctors, engineers, professors ni wazee wa kanisa. Si hivyo? Lakini unakuta huyu mzee, kwa sababu eldership hakuna qualification ambazo tunasema weka kwa meza ndio wekwe. Ni vile tu tumeona ulisimama
ukajaribu kueleza fungo fulani vizuri. Na Biblia inasema mtu anayefundisha vizuri ni vile ulisimama ukajaribu kufanya sehemu fulani na ikaonekana ndani yako kuna kipawa cha nini? Cha uongozi. Kanisa likasema huyu mzee anaweza kutuongoza. Na kwa sababu hiyo Mungu akakupatia hekima. Ndani yako kuna hekima. Sasa wanaposimama akianza kuongea, anaongea sense. Unasikia watu wanasema amen. Watu wakisema amen. Na tunakuta hapa mzee akikuja kwa kijiji ni profesa, ni daktari. Hapo na kitambi. Na watu wamesoma sana, sio kama ni mimi niko na akili ndogo, lakini kuna wengi ninawaona wanapendanga wakikuja nyumbani wako na chinis na setting zingine kubwa. Na wrong ipitangi mahali inastahili kuwekwa kwa hii mlima. Vile Mungu aliweka hii mlima, wrong ipite juu yake. Lakini unakuta wrong imepita chini ya nini? Mnaelewa kitu nasema? Na kuna ufunguo wa nini? Wa gari. Amevaa shati nyingine ambayo sio uwezo kwa sababu chini siwezi ukataki. Sasa nakuja tu hivi na tunainuka wote. Hey, profesa amekuja, daktari. Tunainukia mtu ambaye hajafaa nguo vizuri. Ndio kumaanisha kwamba mawazo yake, ile hekima. Umejaiona akiongea, mtu akiongea, watu wanasema wachana mnyang'anye hiyo mic. Na isikia mtu akisema hivyo. Na ni mtu ambaye amefanya nini? Amesoma, kwa sababu ndani yake ana ile hekima ya uongozi ambaye Mungu anapatia watu wake. Kwa hivyo kuwa na pesa nyingi bila kumuinua Mungu ni bure kabisa. Kusoma sana bila kumtambua Mungu ni bure. Vijana wetu, unapokaa kanisani umtambue Mungu. Maisha haya bila kumtukuza Mungu na kumpa heshima yake, hakuna mahali unaenda. Ni sawa utafika, lakini utafika mahali ambapo si pa salama, si kwa usalama. Ni mahali ambapo utakaa ukiumia. Kwa hivyo kumtukuza Mungu kunasaidia imani yako na yangu inaweza kukua. Methali 9 mstari wa 10 inasema, inasema hivi, kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima. Ni nini? Ni mwanzo wa hekima. Ni mwanzo wa hekima. Na kumjua mtakatifu. Ni kufahamu. Naambia kwamba kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima. Ndio maana unapokuta mzee ambaye hajaokoka anakunywa kamtanga kule mtahani, anapokunywa ajielewi, laani anakuta mtu amjambo Maya na mzee mkubwa akijisaidia kwa barabara. Waje nitumie lugha ndio nisiharibu lugha kwa mahubiri. Anajisaidia kwa barabara hapo, lakini Nairobi iko shida. Lakini kuna watu ambao uwishi ukafanya jambo hilo mbele yao. Kwa sababu mnaelewa kitu nasema hivyo. Kuna vitu uwishi ukafanya watu wakikuona. Elda hapa alisema kwamba alienda kusaidia daktari mmoja akiwa kwa kando na nini. Mzee kukuta Elda ulikuta kuna nini? Kuna kinyesi na mtu. Lakini ndani yake kuna jina linaitwa nini? Daktari. Si hivyo? Yaani kumbe haimsaidii. Lakini unapookoka tu hivi, unapomtambua Mungu, hiyo hekima unaanza kubadilika. Kuna vile unaanza kufanya mambo kivingine, kwa sababu uwezi ukamtambua Mungu na ukawa katika hali ya kawaida vile ambavyo umekuwa. Kuna badiliko linafanyika ndani yako. Jambo la kwanza, utaanza kuoga. Semeni amina. La pili, utaanza kukula vizuri. La tatu, utaanza kukaa karibu na watu. Amjambo. Mimi ninaelewa kule nyumbani kwetu Kisii, kama wewe ni wa kukunywa pombe ovyo. Halo, na wale mmetoka kule kwetu na wengine kwenu kuna pombe. Si kwamba Kisii ndio peke yake kuna pombe. Pombe iko kila mahali. Wale watu wanaokunywa pombe hawaheshimiwi. Hiyo heshima ya kuheshimiwa, hata kama ni mzee mkubwa wa miaka mingi, watu wanamuona ni mtu mdogo sana. Ndio nikasema kwamba siku moja nilienda nyumbani katika harakati, nikaitwa kwamba pasta, kuna nyumba hapa unakuja kuombea. Nyumba imechengwa vizuri. Na mimi nikajiandaa niende kuombea nini? Nyumba. Ulipofika pale unajua kuna compound. Yaani ukifika unatembea vile iko.
Wageni wataweza tembea vile unatembea, lakini wakifika compound yako wabadilishe mwendo. Kwa sababu compound yenyewe inakaa tutembea hivyo. Bwana asifiwe. Uwezi kuingia, kuna compound uwezi ukatembea saka na paka na elda. Kuna compound ukiingia unaenda vile imepaa. Ni kweli tulipoingia compound tukaona iko sawa. Tukabadilisha mwendo tukaanza kwenda vile ambayo iko. Ni hamuelewi kitu unasema. Lakini mtaelewa kule mbele. Bwana asifiwe. Tulipofika kule ndani, wachungaji pamoja na wazee tulikuwa nao, hatukuambiwa tutoe viatu. Lakini viatu zote za familia zilikuwa wapi? Hapa kwa mlango. Mama huyo poma pamoja na mzee. Mzee mwenyewe amekanyaga chini. Wanatuambia tafadhali, pasa usitoe na kuomba usitoe. Nikasema umekuja wote mama na mzee, unaniambia nisitoe. Nikakanyaga kanyagi, nikaingia ndani. Na ni tiles siko hapa vizuri. Baada tuliingia tukawekwa mahali pazuri. Unajua kuna compound, kuna sitting room inakaa sitting room Kuna sitting room inakaa nini? Inakaa sitting room. By the way, mnaelewa kitu unasema? Sisi zingine tunasema kaa kando hivi na mwingine kaa hivi ndio tutoshe. Kuna sitting rooms. Unakaa sofa set, ukiingia unaingia mzima. Wewe mwenyewe unakaa hapo ukistarehe. Na unaletewa kitu kingine hivi ka juice. Unapembelezwa pasta kula. Ujawahi kuja hapa na pembelezwa vizuri. Na ukinawa tunawi mikono na kuweka hivi. Unajua kuna watu wanawa mikono anaambiwa fanya hivi maji potee. Halo, sisi ukinawa kuna kasavieti. Hata pale mbele niliona mmetuwekea. Sijui kama mmeweka hapa kwa wengine, lakini kwa wageni tukinawa kuna vile tunagusa kwa kitu. Bwana asifiwe. Mzee mwingine akajaribu kupiga kelele kutoka nje. Na niko hapa, nikaona watu wa familia wote wamesimama mlangoni. Unataka nini? Tukusaidiaje? Ni nini mbaya na wewe? Hebu pita pande hii. Kwa sababu yeye hawezi akakaa karibu na sisi. Akachukuliwa jikoni. Na hivyo ndivyo wanafanya kule nyumbani. Akae hapo karibu na jikoni, wageni wakule kwanza, ndiye ashughulikiwe baadaye. Ndio ni mwanaume, lakini bila amejiweka, hawezi akapewa hiyo heshima kwa sababu amejiweka kwa njia mbaya. Ni sawa, ako na familia, ako na mke, lakini kwa sababu amejiweka vibaya, hawezi akapokea hiyo heshima watu wengine wanapokea. Lakini wanaomcha Bwana ni mwanzo wa hekima. Unapokuwa na hekima, Mungu anakubadilisha. Tangu wakati huo unaanza kukaa mahali ambapo Nyandigisi wanakaa. Bwana asifiwe. Hebu pata mlevi sahi hapa nje aokoke. Nitaona wazee wakimweka karibu na sisi tukule na wao. Lakini kama hajaokoka na ananuka hiyo sigara, ananuka pombe, ataweka karibu na wachungaji. Anaambia hey, weka pale, kuja na hiyo nchi unaitwa ya kimadharau. Unatolewa haraka usije ukaleta aibu kwa wageni. Kwa hivyo kumcha Bwana ni faida. Bwana asifiwe. Kuna faida kwa sababu kuna vile ambavyo Mungu anakuweka. Usione kana kwamba ni kitu tu kidogo hivyo, ni kitu cha maana unapomtukuza Bwana na kumuinua. Kitabu cha Methali hiyo bado 10:27 nasema nini? Hiyo 17 inasemaje? 10:27 inasema Biblia inasema kumcha Bwana kuongeza siku za mtu. Bali miaka yao wasio haki itapunguka. Kumcha Bwana ni faida kwa sababu siku zako zinafanya nini? Zinaongezeka. Lakini wale ambao hawachamcha Bwana siku zao zinapunguka. Sio kama umesikia kitu hicho. Unapomcha Mungu kuna vile unakaa. Nataka nikiuliza elda hapa ndio mzee kidogo. Labda kuna watu wa lika yake ambao wako kijijini, wale tunaita meseke. Pombe hiyo ya nyumbani. Sasa tukienda mzee tutawapata wakikaa kama wewe. Hata wengine hawako, walikufa kitambo
kwa sababu wao walijiachilia, wakaingia msituni, wakaanza kukufuta hiyo chang'aa, wakaingia kwa hizo vitu vingine. Wengine kama walienda kuwa wezi, wakawawa. Wengine kama walienda kuwa washerati, wamekufa na magonjwa. Wengine wameingia kwa mambo ambayo hayana faida. Kwa hivyo Biblia inasema kumcha Mungu kuna bila siku zako zitaongezeka. Kwa hivyo wewe kama unataka kufa haraka, umkatae Mungu, usikubali kumtukuza Mungu, kwa sababu ni hakika. Hata mwalimu wa afya alisema kwamba mbona unataka kufa kabla siku zako hazijafanya nini? Hazijafika. Kwa hivyo kuna watu wanajiletea kifo. Ni wewe unaenda kutafuta mauti. Lakini unapokuwa katika barabara ya kumuinua Mungu, unajua nimekuja kugundua kwamba kanisani, Bwana asifiwe, wamama mjambo na kina dada wote na wazee na watoto hamjambo. Najua iko kaa kanisa ndio maana unakaa kana kwamba ndio maana uko hivi. Hamjambo. Nimekuja kugundua vile unakaa kanisa naendelea kuwa mdozi na una chochote mfukoni. Bwana asifiwe. Hebu kuta hii kwa yetu, kwa members, kati wamevaa zile uniform zao, wakitembea hapo barabara, unafikiria watu ni doctors, unafikiria watu ni nurses, unafikiria watu sitakosia hawa wengine. Na utakuta mwingine hapo hata chakula cha sahani ni shida, lakini akionekana anaonekana ameshiba kila wakati. Bwana asifiwe. Kwa sababu ile hali ya kumtukuza nani? Na Mungu anakuweka unakuwa sawa. Mungu anakufuta kabisa, unakaa sawa hata kama huna chochote. Kwa hivyo kuna faida unapomtukuza Mungu, unapomfanyia Mungu, unapoonyesha watu wengine kwamba kuna Mungu, kuna vile ambavyo Mungu anakuweka sawa. Kwa sababu ya muda, nataka nimalize na kusema hivi. Wapendwa katika Bwana, kumtukuza Mungu inakusaidia. Kumuinua Mungu ni faida yako, kwa sababu unakaa vizuri pamoja na maisha yako ya kiroho, unakaa vizuri pamoja na familia yako. Ile hali ya kumtukuza Mungu basi inakusaidia kuelewa mabaya. Kuelewa mabaya, unajua kwamba sawa, mimi ni kijana, kuna mambo kama kijana sistahili kufanya, kwa sababu kuna mambo mahubiri mengine ninafuatilia kule YouTube. Kuna mama mhubiri, pastor mmoja anahubiri pale, nikakuta kitu moja kwamba amesema kwamba kuna vitu vingine unapoona wasichana wakijiongezea vitu vingine kwa mwili, wanajaribu kutafuta. Tukaambiwa kwamba ukiona, kama wewe ni kijana wa kiume, ukiona msichana ameongeza vitu vingine, usikubali kumuuliza jina haraka, kwa sababu siku ile hizo vitu zitatoka, utamkuta ni nyang'au na utakubali kukaa na yeye. Kuna ili akipaka hiyo kitu inaitwa makeup, kuna kitu alijaribu kuzuia kisifanye nini? Kisionekane. Ukiona mtu amejipaka makeup, kuna kitu anazuia. Ukipaka rangi mesa, kuna kitu unataka kuzuia kisifanye nini? Ukipaka rangi mesa ama kiti ama nyumba, kuna uchafu fulani unafanya nini? Kwa hivyo unapoona msichana ako na makeup, akienda kwa bafu, najua akiwa na kwa makeup atakuwa sawa kwa barabara, na kuna vile anatembea. Mkifika nyumbani ataenda kuoga. Hiyo ikitoka, utashindwa kumrudisha barabarani, kwa sababu itabidi tena mwe mkipaka kila siku ndio akae vile ambavyo ulifanya nini. Ukiona msichana amepaka rangi mdomo, kuna kitu anafunika kikitoka. Kwa hivyo vijana tunawahurumia. Usifikirie kwamba yule mtu amejipaka vitu, ameongeza vitu kwa mwili mingi ati hiyo ndio anakaa mzuri. Kuna vitu anazuia. Msichana mzuri apake vitu, anakaa na ile sura yake. Hataki kuongeza mwili kuwe mkubwa. Kuna wengine wanaongeza mwili kuwe mkubwa. Wewe unafikiria ni mtu mkubwa umechukua, kumbe alikuwa mkembamba, ni sindana alidunga, na kuna ile mafuta wanaelewa, akawa mkubwa. Siku ile ataingia kwa nyumba, utaandikiwa madawa unanunua kila siku kutunza hiyo mwili, kwa sababu mwili huo si wake. Kwa hivyo vijana, unapoona mtu ameongeza kucha, ndevu za plastic, toroka.
Kuna kitu anafunika hapo. Hizo kuja ziko ndevu hivi. Kwa sababu ndani yake anastahili kumtukuza nani? Na mwili wake umtukuze nani? Amjambo kanisa. Mwili wake unastahili kumtukuza Mungu na mambo yake yamtukuze Mungu. Kwa hivyo unapoona ameongeza vitu zingine, ndio kumaanisha kwamba ndani yake mahali ambapo kiroho kinastahili kuchengwa hakuna chochote. Sasa hapa nje ni matokeo. Kwa hivyo ukae wewe umtukuze Mungu na umaskini wako. Mtukuze Mungu kwa kile ambacho unachofanya. Usije jambo lingine, ukiona msichana amevaa wrong, toroka. Kuna kitu anafunika, ile miguu ni kama ina barara, anaifunika usione. Mbona anafunika wewe? Na kuna nguo za wanawake na kuna nguo za wanaume. Kwa hivyo vijana hao, leo nimeenda katika upande huo kwa sababu kengele nimepigiwa leo kengele. Nataka niwaambie hivi. Hakika ukimtukuza Mungu kwa hakika na ukimwabudu Mungu kwa kweli na roho, kuna vile roho atakuzungumzia mambo mengine hautongojea wachungaji. Kuna vile ambavyo roho atakuzungumzia mwenyewe uweze kuondoka kwa maovu hayo. Na akikusaidia, hakika kuna vile ambavyo Mungu atatukuzwa na kuna vile ambavyo tutafikia wengi. Na Mungu atubariki kupitia kwa jina la Yesu aliye Bwana mwombezi wetu.